Mungu Baba yetu, kwa jina la Yesu Kristo, ninaomba uendelee kudhihirika ndani yetu na jina lako litukuke tena. Tunapinga chochote kile ambacho hakiamini jina lako, kwa jina la Yesu. Rafiki na Mungu wangu, unitumikishe kadiri unataka tena leo, kwa mwendelezo wa mafundisho yetu kuhusu alama za kukomaa kiroho. Ninakulilia na nakuomba usiniache binafsi. Nguvu zako zinikubali na kunitumikisha. Mungu wangu, nigusie katika gala la mbinguni, vipawa vya roho vifanye kazi. Asante kwa kutojitukuza tena na kuseta chochote kile ambacho ni vita vya imani, vita vya neno lako, au vita juu ya kazi tunayoifanya. Kwa jina la Yesu, ninatawala katika ulimwengu wote nguvu za angani, na wasikilizaji wote wabarikiwe na wewe katika Yesu. Amen. Mpendwa, tunaomba radhi kwa sababu tulikuwa na matatizo kidogo ya mtandao, ilibidi tukati, na kama tunarudilia ni kwamba tunakupa tena ukaribisho mpya. Ukaribisho huu uwe baraka kwako, ukaribisho huu uwe wa amani kwa kila atakayefuata. Andaa tena neno la Biblia yako. Niko nasema kama wale ambao wanataka kuingia mbingu wapende neno, wakubali na kuamini neno. Lakini ikiwa wewe unaona kama neno linakukanyanga, kama unaona kama neno linakuponda, ninaomba Mungu akusaidie hiyo itoke. Na kile ambacho kinaweza kukuletea injili kukwambia kama yawezekana Biblia ili wapendelea hawa ikawacha hawa, au kwa kweli andikwa na hawa, usiamini hilo jambo. Tuamini kama neno la Mungu lafa, kila andiko lafa kwa mafundisho. Na Biblia na neno la Mungu tunalolisoma haliko man inspired, lakini liko Holy Spirit inspired. Ile njo haliko kwamba tunajua liliandikwa na watu fulani na wengine tunajua majina zao kwa sababu walikuwa wanaume ndiyo maana wakaandika hivi. Hapana, neno la Mungu liko neno hai lenye mamlaka ya kubadilisha nafsi na tabia zetu. Na haiko kwa kuwa wote tunawajua waliandika maneno yao. Hapana, kama ni hiyo hatuna sababu ya kusoma neno. Tungeisoma Biblia kama vitabu vingine. Tukumbuke hata Yohana mtume kuna kitabu aliandika, kitabu hiki cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo iko sehemu aliandika akiwa ametobolewa macho. Alikuwa akiandika maneno sio yake, anaandika tu. Na tujue kama inabidi tuamini neno la Mungu, tusilione kama liko man inspired, lakini liko Holy Spirit inspired. Tulikubali na tuliamini, tukubali kuliishi. Neno halitatupoteza bali litatufikisha katika lengo na makusudi na mpango wa Mungu. Ubarikiwe sana na ninakushukuru tena kwa uwepo wako. Kumbe tukate muziki ule, tusikilize neno la Mungu na makusudi ya Mungu siku ya leo tunapojitokeza mara tena kwa mwendelezo wa fundisho letu. Tulikuwa tunaongelea neno alama. Alama kadhaa za ukomavu wa kiroho. Tuligusia maneno fulani ambayo inahitajika tuishike kwa makini. Tukumbuke kama ikiwa kweli tumekomaa kiroho, ni lazima tuwe tunajua ukweli. Kama haujue ukweli, wanaweza kukutapeli. Unabakia unajua kama wewe uko hivi, wewe maisha yako ni hivi, unaishia hapa. Lakini ikiwa unajua ukweli, na siku utajua ukweli, na ndio siku ya uhuru wako. Tuliongea hilo jambo, tukasoma Injili ya Yohana 8:32. Tulisema habari za kuwa na mamlaka ya kujiamulia. Wewe mwenyewe unasikia wewe unakuwa na ile uhuru wa kuchukua mpango wako au azimio lako. Wewe kama wewe unajua kama hapa mimi situmike tena au siendi tena kwa mpango wa mtu, nimekuwa huru.
Na uhuru wako inakupatia mamlaka ya kusema ninataka hiki na ninakataa hiki. Capacité de décision. Ability of decision. As long as you cannot decide by yourself, you are still spiritually immature. Lakini kama ushakuwa mature, spiritually matured, wewe unapaswa ujichukulie wewe mwenyewe uamuzi, unasema hapa nimeamua. Na tulisoma sana, tukasema habari za Musa. Musa alipokomaa akasema, akajua ukweli kwamba pale kwenye iko sio njoo kwao. Farao siye ndiye baba yake. Na wewe kumbuka kwamba shetani siye yeye baba yako. Baba yako yuko juu mbinguni. Uchukue uamuzi umkatae shetani, ufuate Kristo. Uchukue uamuzi ukatae matendo ya mwili ambayo mwisho wake ni upotevu, mwisho wake ni kuishia kwenye sheria, uyakatae nafasi ndani yangu, ili juu ya hayo yote pasiwe sheria juu ya maisha yangu. Na ipo sheria ya kifo ambayo inawasubiri walio wengi ambao wanatembea kwa matendo ya mwili. Maana kila tendo la mwili mwisho wake lina adhabu. Lakini kwa wanaoenenda katika roho, wabadilishe mwenendo wao. Unataka kwenda mbingu, penda neno. Unataka kwenda mbingu, amini neno. Usiseme kwamba hili ni la Hawa, hili liliandikwa wakati fulani kwa ajili ya Hawa, haliduhusu. Kama wewe unataka uokoe maisha yako, penda neno dans toute son integralité. Utaponya nafsi yako. Amen. Tuliongelea hayo maneno mawili ile siku. Leo ninachotokeza tena niendeleshe na neno la tatu, na Mungu atujalie hata tugusie maneno mengine mawili na itakuwa baraka. Hatutakuwa warefu sana, ila ninakuombea Mungu akusaidie, akupe ile uwezo tena wa kujua ya kwamba ikiwa umezaliwa na Mungu, inabidi pia ukomae katika Mungu. Ukomae katika maneno ya Mungu. Na kama haujazaliwa, basi wewe hii mafundisho haikuhusu. Amen. Tulisema vizuri kwamba ikiwa kweli tumezaliwa na Mungu, kitabu cha Injili ya Yohana sura yake ya 1 mstari wa 12, kwa wote waliompokea neno, kwa wote waliompokea nuru, aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Walizaliwa kwa uwezo wa neno. Walipoamini neno, wakazaliwa, wakawa watu wapya, wakawa viumbe vipya, ya kale yakatoka, wakawa na utu upya. Na tulisema hata Nikodemu alipotaka naye kuzaliwa, alipoona kwamba maisha yake ya kunyanyasa watu inamchosha, akamtafuta Yesu usiku. Akasema, Bwana, na mimi nifanye nini? Yesu akamwambia, usipozaliwa mara ya pili, Nikodemu, sheria yako, masomo yako, elimu, shahada yako haitakuingiza mbinguni. Nikodemu alishangaa sana, akajiuliza, itawezekanaje mimi baba mzima nizaliwe tena, ningie ndani ya tumbo ya mama yangu, nizaliwe upya? Mpendwa, tumbo gani inahitaji uingie ndani? Ingia ndani ya tumbo neno. Amen. Kwa wote waliompokea neno, neno aliwabadilisha, aliwafanya watu wapya, wakawa viumbe vipya, ya kale yakapita. Wakapokea imani ya uzima, imani hai. Wakapokea neno, na neno hili ndilo linazaa imani ndani yetu, kama vile tumesema kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17 kwamba imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Amen. Na hii imani inapokuwa ndani yako, kitabu cha barua ya kwanza ya Yohana sura yake ya 5 mstari wa 4, neno la Mungu linasema kwamba na nguvu zishindazo ulimwengu wote ni imani kwa waliozaliwa na Mungu. Ni kwamba ile imani, unapozaliwa upya, unapozaliwa mara ya pili, unapokea imani. Imani hii imetafsiriwa kama kipawa cha Mungu, kipawa cha Roho. Tena imani hii ni silaha ya Mungu. Kumbe inabidi tupokee hii imani. Hapana, wewe una imani, kuna imani tunayoisema kwa maneno, lakini kuna wale waliopokea imani. Na mtu anapompokea Yesu Kristo, kitu cha kwanza anakipokea ni imani.
Kuko ile neema kwanza ya kukiri, lakini kuna zawadi sasa. Kipindi unapitia, unapokea imani inayokufanya kuwa jasiri. Wewe ujue kwamba haupokee roho wa oga, bali unapokea roho wa mamlaka. Amen. Ndiyo maana kuzaliwa mara ya pili ni kitu cha muhimu. Kuzaliwa na Kristo ni kitu cha maana sana. Na kama haujazaliwa mpendwa, wewe hudumia tu. Wewe fanya shughuli zako tu. Wewe wina tajirika tu, hamna tatizo. Uko ule ule na utu wa zamani, tabia ni zile zile. Kama haujapita mu process ya transformation, ya rebirth, mpendwa, mbingu hautaingia na miguu, hautaingia na umri. Kinachomsumbua mtu sana, mwanadamu anateswa na kiburi, na viburi vya aina mbalimbali. Kiburi cha umri, mimi niko mkubwa kwako. Lakini usisahau kwamba hata ungekuwa mkubwa, wako bado wafalme, wako bado maraisi wangali tumboni. Wewe umezaliwa na umekuwa mkubwa, lakini bado wewe uko na yawezekana utatumikia na watoto wadogo wenye wanakuzidi umri. Usijisifu kwa ajili ya umri, usijisifu kwa ajili ya elimu. Yawezekana kuna wewe ulisoma na una elimu kweli, lakini wako bado ambao wangali katika shule la chekechea, ila watakuwa maraisi wako au watakuwa viongozi wako kesho. Ya maana shuka, uache Mungu akuongoze, na katika yote badilika. Na usipobadilika utateseka sana. Maisha itakufikisha mkipindi chenye utajisikia unachukia kuishi. Imani huja kwa kusikia. Na yule ambaye au mafundisho yanayokuletea imani ya kuchagua maandiko, hii usiamini, waamini hii. Na wako watu wanapendelea mavesi fulani, zingine wanazikataa. Wako wengine wanaambia watu kwamba hii iliandikwa na huyu kwa sababu hii. Wako wengine wanasema neno limeandikwa na wanaume, wanatetea maslahi yao, wanaonea hawa msiamini hiyo. Kumbuka kwamba Bible iko Holy Spirit inspired and not men inspired. Biblia haijaliwe au haipakwe kwa mtu. Hata walioandikwa walitumikishwa andika, na wengine waliandika lenye hawajui, iko akiandika tu. Musa alipewa vibao, akavivunja. Mungu ameandika na yeye mwenyewe analeta na vibao vya mbinguni, vikaharibiwa. Na Musa akavivunja kwa hasira alipomkuta Haruni na taifa la Israeli wameanza kuabudu ndama ya dhahabu. Mungu akamwambia Musa, nenda ukatengeneze vibao wewe mwenyewe. Ndiyo, hivi vibao, karatasi za wanadamu. Sasa hivi vibao inaweza kuwa pia moyo wako ambao unahitaji Mungu aje aandiki moyoni mwako neno la uzima liwezalo kuokoa maisha yako kesho. Amen. Musa, Mungu akamwandikia. Ni kwamba mwanzo wa hiki kitabu hiki muko hata maandishi ya mbinguni. Si kwamba Musa kwa sababu ni mtu, Musa kwa sababu ni mwanaume, Musa kwa sababu alikuwa na umri huu ndiyo kaandika hii ili agandamize watoto, agandamize wa mama au vijana. Hapana, Musa aliandika alilolipewa, na maneno mengine kamwandikia Mungu. Nimekuambia hata Yohana huyu kwa kisanga cha Patmo, macho imetobolewa, lakini aliandika bado. Unakuja kushtuka, na hata wanaoongozwa wengi wanajua hii siri ya rohoni, kwamba wako watu wanaonena maneno, unapomuuliza ulisema nini hayajui tena, lakini yalisikika. Na kama uliandika, iliandikwa. Wakina Petro walikuwa na waandishi waliwaandikia. Mwandishi wa Petro alikuwa akiandika, anaandika. Mwandishi wa Yeremia ambaye ni Baruki alikuwa anaandika. Yeremia anapokea maneno na anaandika. Amini neno katika hali yake yote, na ukubali likubadilishe. Wewe usiwe na ujanja au njama ya kuligeuza ili ujitafutie maslahi. Amen. Zaliwa na neno, upokee imani. Unapopokea imani, inakupeleka katika viwango vya ukomavu. Musa, neno la Mungu nasema kwa imani, kitabu cha Waebrania 11:24-25. Kwa imani alipokomaa. Hapo ndio tuko. Musa alipokomaa
kwa imani akakataa. Akakataa nini? Kuitwa mtoto wa binti wa Farao. Yawezekana na wewe ungali bado mtoto wa binti wa Farao. Ungali bado mtumishi wa binti wa Farao. Unahudumia vizuri sana, uko mtu mzuri kweli, lakini yawezekana ungali bado mtumishi katika ikulu la mizimu. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, na wewe kwa imani uwe mtu mzima. Uwe mtu mwenye kuongea na watu wasikie kama mtu ambaye anaongea ni mtu anayeongea maneno, mbegu ya uzima ndani ya mioyo ya watu. Musa kwa imani akasema, no, sitaendelea kuwa mtoto wa binti wa Farao. Heri nikubali mateso pamoja na ndugu zangu, mateso ya muda. Nilisema tusome kitabu cha Warumi 8:18. Najua ya kwamba mateso ya sasa sitayalinganisha na utukufu utakao kuja ambao umefunuliwa kwangu. Ninaiona utukufu ile, lakini si sasa. Ninaona taji la uzima, lakini si sasa. Musa akasema, kwa ajili ya Kristo ninaamua. Amen. Mamlaka ya kuamua. Sasa ninaongea chaguo. Chaguo, neno la tatu. Mtu akikomaa, neno la tatu, nasema la kwanza anajua ukweli. La pili anajiamulia mwenyewe. La tatu ana mamlaka ya kuchagua, na sio tu kuchagua kama kipofu. Weza kumletea pipi kendi, unamuletea labda $1,000, unamunyanganya $1,000. Ukimpatia kitu anapenda, unampatia na toi kabisa, unamwambia hii njoo, mimi naona ukamate, sasa nipatie ile uko nao rafiki yangu. Mtoto anakupatia pipi, no, anakupatia dola yake 100, wewe unapeleka, unabakiana ile pesa yote. Mungu atusamehe sana. Sasa wewe unapochukua ile pesa ya yule mtoto, wewe unampatia dola, no, unamnyang'anya dola, fungo ya hela kwa ajili ya kendi moja, fungo ya hela kwa ajili labda ya kitu cha kumeremeta. Lakini mtu ambaye amekomaa anafanya chaguo njema. Watu wengi wataingia katika jehenamu sababu walishindwa kufanya chaguo njema. Esau anamkuta ndugu yake anaandaa supu. Esau njaa ya sasa, ninataka kufa na uzaliwa wa kwanza. Anaona ni kitu kidogo sana, natoa uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya supu. Mungu atusamehe. Huyu ndugu Naboti anaambiwa shamba lingine na hili la urizi, nichague gani? Kwa kuwa Naboti alikuwa amekomaa, akasema la, hii ni urizi. I can defend my legacy, my inheritance, I can defend it. Hii ni ya haki yangu, heri nife, lakini urizi sitautoa. Heri unichukie, lakini sitakuvulia nguo. Heri unichukie, heri uniime yote, lakini sitendi dhambi. Unichukie, lakini usiniingize mambo yako, eti mimi nisemeshe uongo juu tuzikule na wewe. Heri niwe maskini, lakini nisikose Mungu aliyeniumba. Uamuzi. Musa akachagua kati ya ikulu, ufalme, prince. Akachagua supu, akalinganisha supu
na mateso ya utumwani. Anaona ndugu zake wanaanza pigwa, mpaka kwa sababu hata ya hasira alipoona Mumisri wakipigana na Myahudi, akasikia hasira kabisa, mpaka akapiga huyu Mumisri, akamuua na akamzika mumchanga, sababu alikuwa ameona machungu ya ndugu zake na alikubali naye ayapitie ili amtazamie Kristo. Nilikwambia hii ni verse yenye iko mupase na iko mupreza. Hii verse hii wanataja Kristo kama vile alivyokuwa wakati wa sasa na ndivyo wakati wa zamani. Aliyesema mimi ndimi niko ambaye niko, alisema Musa ule. Ukisoma hii verse ya 25 26 pale, huyu Musa akakubali mateso pamoja na ndugu zake ili amupate Kristo. Amen. Na ndio kuchanganyikiwa ya watu leo. Watu wanachanganyikiwa sababu ya mafundisho mbalimbali. Watu walishika sana mafundisho ya Musa, hawakuelewa mafundisho ya Kristo, na walikubali wamsulubishe Yesu sababu walikuwa wamejenga sana juu ya sheria kuliko wapokee neema ya msamaha wa dhambi na uhuru wa roho zao. Musa akakubali, akachagua. Musa alichagua. Na ukienda angalia kitabu cha mwisho cha Musa, kitabu cha mwisho cha Yoshua, wote wawili walimaliza na neno chagua. Musa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 30 mstari wa 19, Musa alifanya nini? Wakati anaenda malizia kuaga watu na kuwakumbusha torati za Mungu, maneno na sheria na amri za Mwenyezi Mungu, Musa akawaambia hivi: ndugu zangu, kumbukeni mnakotoka, kumbukeni yule Mungu, ila ninawakumbusha kwamba mbele yenu kumewekwa vitu viwili. Jinsi Adamu na Hawa walipewa wachague, na mimi tena ninawaambia taifa la Mungu, chagueni. Chagueni mti wa uzima au mchague mti wa ujuzi wa mema na mabaya ambao ni mti wa mauti. Musa naye anaambiwa kwamba anaondoka, siku zake zimefika, anaanza aga watu na anawaambia amini kwamba hakuna taifa lililo na Mungu wa karibu kama Mungu wenu, bali mkumbuke kama Mungu wenu ni moto ulao, Mungu mwenye wivu. Amen. Hapo ni sura 4. Anapofika sura ya 30 hapa, ilibidi awaambie hii kitabu hiki kina sura 33. Hii 30 yake Musa anasema nini? Hii 19 Musa anasema hivi: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Nimeweka mbele taifa la Israeli, nimeweka mbele, ninachukua leo Mungu kama shahidi, na mimi ninamshukua Mungu kama shahidi katika mafundisho haya. Kama utaendelea ukishikamana sana na njia zako, lakini kama tutasikia leo tena Mungu amesimama mbele zako kukwambia yeye ndiye shahidi juu ya walio wazima na walio kufa. Amekwambia ameweka mbele yako uzima na mauti, laana na baraka, lakini amekwambia, Musa akasema hivi, ninawasaidia kuchagua. Chagua uzima upate kuishi. Afin que tu vives, toi et ta prospérité. Upate kuishi wewe na ukoo wako wote, watoto wako, watoto hadi watoto, a perpetuite. Amen. Uchague. Jinsi nimekuambia kwamba Musa alienda kumalizia kitabu hiki kwa kuambia watu mna uhuru wa kuchagua uzima na mauti, baraka na laana. Haiko tu injili ya baraka, 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 baraka. Zile baraka zina sharti
Ukitii neno utabarikiwa. Ukipita kinyume cha neno, mpendwa, hata uingie mkanisa la vyombo, hata uhudumieje, haitakufungulia mbingu na baraka zile hazitakukamata. Baraka zitakukamata ukitii neno. Usipotii na laana hizi zitakufuata. Soma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, ukianza mwanzo kuteremka chini 18 ngapi, utaona pale laana nazo zinafuata. Kama haushike hii inayofuata, laana hizi zitakuja. Sasa alikuwa aliwaambia katika kitabu cha 28 kwamba laana ziko, lakini baraka ndizo zinaandaliwa kwa utele wakibaki katika maagizo ya Mungu. Sasa laana iko na baraka iko, uzima na mauti iko, ila ninawaambia chagueni uzima. Kama kweli yale yote mlioipata, l'expérience rend sage d'après les gens. Watu wanasema kwamba ile ulioipitia inakufanya uwe na busara. Okay, yale mlioyaona iwakomalishe. Na ndio maana mtu ambaye alipitia tabu sana anakuwa na experience ya zaidi kuzidi yule ambaye aliishi raha. Sasa ile experience Mungu aliwapitisha ndani ili mkule food stamp. Mungu alipitisha mwa ile experience ili mkule ration card. Mungu alipitisha mwa ile experience ili mupate mishahara, muangamize nafsi zenu. Chagua. Yoshua naye wakati naye anamaliza, anakuwa mzee, na wanafika watu, wamefika katika nchi ya ahadi. Kazi imeisha bwana. Okay, nimewafikisha, chagueni sasa. Akaita watu wote, mkutano kabisa mkubwa. Akawaambia hivi, sasa kile mfanye, mkumbuke Mungu alituonesha nini na vipindi ngapi. Ila ninawaambia sasa, mchague leo ni nani mtakaye mtumikia. Ikiwa ni Mungu aliyekata bahari ya Shamu, mchague. Ikiwa ni Mungu aliyesimamisha mto wa Yordani, mchague. Mmesha kukomaa. Sasa onesheni alama ya kukomaa. Utaingiaje katika Jehenamu wakati unafikiriwa kwamba umekomaa? Ndani ya Jehenamu hamtaingia waliokomaa kiroho, waliokataa dhambi, waliokubali kwamba tegemeo pekee ni Kristo. Hawataingia Jehenamu. Wao ni kondoo za Mungu, upande wao ni kulia, hata pita kwa hukumu, wamevuka upande wa neema na uzima. Amen. Yoshua akasema hivi sasa 15 yake. Nasoma hiyo tu. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain. Yani wababa zao walikuwa wanatumikia miungu kama ni wale, lakini Mungu aliwateketeza jangwani kweli. Mungu aliwateketeza. Wangapi walitoka Misri waliingia Kanaani? Wangapi? Vizazi vingapi? Isipokuwa tu Yoshua na Kalebo. Wengine wote waliokuwa umri wa mtu mzima waliteketea. Vijana waliozaliwa jangwani ndio waliingia. Ni laana, ni ole. Ni ole wewe unaandaliwa ule raha kisha uangamilie jangwani. Ni ole mbingu iko ina advertise every day. Ni ole ile raha ya milele uilinganishe na raha ya muda inayoangamiza nafsi. Chagueni. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mmefika, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Yeye Yoshua anaonyesha kwamba yeye amekomaa kuwazidi wote. Hakuuliza tena Kalebo mwenzake mzee. Hakuuliza. Kalebo, niambie wewe umechagua. Salvation is individual. Akasema mimi. Hakuuliza Kalebo. Na mimi kwa kuwa nimekomaa ninajichagulia mwenyewe, sitauliza mwenzangu.
Wako watu wana imani ya kukokota kokota. Imani yake bado inasimamia kwa mchungaji. Mchungaji kama hakumuombea, anajua kama Mungu wa mchungaji ndio anasikiaka, bado ingali uchanga wa kiroho. Unajua kwamba ulipe utumane na nauli wa kutembelee njoo upate usaidizi wa kuendelea kwa nabii. Ule nabii naye ni mtu kama wewe, anahitaji Mungu kama wewe. Sasa kama umekomaa kiroho, tegemea Mungu kivyako, umuite. Wengine watakusaidia kukuchukulia tu, lakini wewe mwenyewe unasimama kijasiri katika imani. Amen. Mimi na nyumba yangu tumechagua, hautatugeuza hapa. Paulo alichagua. Paulo alisema hivi, dunia ni tamu kweli. Muna wanawake wazuri, muna magari, muna nyumba, muna vitu vingi, muna makazi mazuri. Kwa ofisini unazunguka mkiti, ungali nazunguka mkiti leo kwa kuwa Mungu anakubali. Sa utapigwa hemoroide pale kwa ajili ya dhambi ya uzinifu, na vunja ndoa za wengi, unaharibishia watu watoto wao. Sa Mungu atakupigia kwa kile kiti, hautapata dawa. Utapigwa ugonjwa wenyewe haitaponaka, watatunza hawatapata kitu, au watapata kitu hawatapata usaidizi wako, sababu ni fimbo ya Mungu isiyolia kama mungurumo ya mvua au kama radi. Sababu likataa kukoma, wache mabaya uchague njia nzuri. Paulo anasema katika kitabu cha Wafilipi sura yake ya 3 mstari wa 8. Nimeacha yote nimeona kama kinyesi kabisa, kama matope, ili nimpate Kristo. Niliacha yote. Rutu anatoka kwa Moabu, wanakuja na Orpa. Twende tumfuate Naomi. Wako wengi, tumfuate Mungu. Tuingie kanisani. Tuende tu na si waone kama tuliingia leo. Tuende tu kwa kuwa labda watatupigia simu waulize tulikuwa wapi. Ndiyo, mtumishi kabisa ambaye amejua utumishi ni nini. Nafsi ambayo haoni tena na alikuwa anaiona, anapaswa ifuatilie, aulize uko wapi mpendwa katika Bwana. Bado Mungu anakutaka. Nafasi yako ilibakia vide. Unahitajika uje. Kama hakuna shida uje, na kama kuna shida, je, tunaweza kuizungumza pamoja? Na kama haiko, jisikie huru, bado unahitajika katika zizi la Mungu. Amen. Na mtu ambaye vile anajisikia kwamba anajaliwa, anajisikia, anajitolea na anakuja. Na ndio maana ukitaka katika huduma 5 za uchungaji, kama mchungaji, ukisoma kitabu cha Zaburi ya 23, pale wamepana kazi 5 za mchungaji. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Provider. Niache hapo nisiende mbali. Sasa Naomi anawageukia, anamwambia, binti, mimi mwenzenu mjane, Kilioni Kilioni na Machloni wamekufa, hata na mimi nimepoteza Elimeleki bwanangu. Sasa sote tunabakia, hakuna mwenye ataoa mwingine. Na hata mimi ningeenda tena kwetu, nirudie katika mji wetu wa mikate, lakini hata niolewe, siwezi nizale tena, siwezi wazalie mwenye atawaoa tena. Orpa kamua, ni kweli narudi tena kwetu. Naomi Rutu akasema, usinikaze. Usiniingize katika makosa kufanya chaguo mbaya. Mimi nimechagua kukufuata, maana nimeona una Mungu wa kweli. Amen. Alifika, na alipofika, alifika Betlehemu wakiwa katika muda wa mavuno. Walitoka wakati wa njaa, wanarudi wakati wa mavuno. Akafika iko nenda mu mashamba, akiachiwa mabaki, akaleta chakula wakala. Amen. Chaguo nzuri ya Rutu. Chaguo nzuri kukubali mateso, kukubali ufanane mjane kwa ajili ya kumpata Yesu, ni kukomaa.
mimi wakiana hivi tu, mimi binti mrembo hivi tu, mimi mama mrembo hivi tu, uone mimi sivai kama wengine. Hapana. Mimi mama mrembo hivi tu, mimi na masomo yangu waone tu najiachilia. Utajichora, lakini mafua ikikugusa utatepeta kama kuku ambayo inagonjwa shotoka. Ogopa Mungu. Basi nimalizie hapa kwa pointi moja ambayo inahusu kufanya chaguo njema. Ni alama ya ukomavu, na kupa mfano wa Musa. Alichagua na alimaliza kuambia watu chagueni uzima. Naleta mfano wa Yoshua, alisema mimi nachagua Mungu, sione miungu. Amen. Nakupa mfano wa hawa wengine, Rutu. Nakupa mfano wa Paulo na kuambia Rutu, kitabu cha Rutu 1:16, akasema usinikaze kufanya chaguo mbaya, kwenye utakufia ndipo pale. Mungu wako ndiye nimechagua, na acha miungu ya Wameleki. Haleluya. Mungu akusaidie. Tutaingia kwa pointi ya 4, Mungu kama vile atakavyotujalia. Pointi ya 4 itakuwa ni nini? Kukataa. Kujua kukataa. Kama haujui kukataa, ungali mchanga, ungali mtoto. Mtu mzima akishasema hapana na ni hapana, ndio na ni ndio. Kitabu cha Mathayo sura yake ya 5 mstari wa 37, neno la Mungu nasema ndio yako iwe ndio na hapana iwe hapana. Kinachoongezeka kinatokana na muovu. Hata na Mathayo 12:37 tena hiyo inasema hilo neno. Mtu hukumiwa kwa maneno yake. Maneno yako itakuhukumu. Kwa hiyo kama umekomaa, ujue kukataa. Ujue kusema hapana. Hii mimi sikubaliane na wewe. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Haki. Wakuue haki bakie, utapona. Tetea haki. Kutetea haki ni kutetea Kristo uliyemwamini. Dunia iko très corrompu. Very corrupted. Wangapi wanasimama katika haki? Kujua kukataa. Narudia hii verse tena. Rutu akamwambia Naomi, nakataa. Mama mkwe, ninakuheshimu, lakini usinikaze kukataa Mungu wako. Usinikaze mama. Usinikaze, don't force me mama. Mama akaona mnalikazi, binti mkwe anageuka. Mama, usinikaze. Esther alikataa chakula cha ikulu. Alikataa, akajizuia. Kujua kujiprive. Sometimes kataa. Esther alikataa. Na force pas de m'fuyer. Msinikaze na mimi nijipodoe kama makahaba hao wa Babiloni. Mimi ni Myahudi, ninajua niko hapa kwa mpango wa Mungu, sitajipodoa kama makahaba wa hapa. Kama Asura atanikubali, anikubali gisi niko. Unatiaka asubuhi, jioni unatoa, usiwazi kwamba kuna kile ilikuongezea. Gisi huko na njoo huko. Ili ulipodoa tu uliongeza, ulivae je, wewe huyu naye hautambadilisha, na hata mgeuza hautabadilisha sura yako gisi huko. Utabadilisha rangi lakini itarudia vile vile huko tu. Tuangalie wenye rangi maiti yao inageukaka je ndani ya jeneza. Tumuche Mungu. Alikataa. Danieli, Meshaki, Shadraka na Abednego nao walikataa na wakasema msitukaze kujichafua. Tunakataa vyakula hivi vya Babiloni, hatutakula hivi. Maji njoo maji. Mungu ametuzia maji kwa afya yetu, chakula cha kawaida. Hivi vyakula vyenu vya kuchorwa vya miungu, vyakula vya uchawi, vyenyewe wameshanuia, tumevikataa. Tutawapatia hiki chakula. Unaona tumetiamo. Watu leo wanakula vyakula vyenyewe viko already infected. Na vina infect roho zao. Kataa chakula kibaya, ukomae kiroho. Uwe na afya nzuri na ukomavu katika Bwana. Amen. Mungu akubariki na kuinue daima. Amen. Tuombe Mungu. Mtakatifu Mungu wetu usifiwe. Tumejifunza mengi kuhusu kukomaa kiroho, na alama hizi utusaidie tuzishike, tuendelee mbele. Bariki kila ambaye amesikia na jamaa lake. Unibariki na mimi, uniwezeshe. Amani yako initawale. Neno hili kote kwenye litasikiwa Mungu.
iwe kwa utukufu wa jina lako. Ujitetee na utetee jina lako tukufu na takatifu. Ninavaa utukufu wako, nimejizingira na utukufu wa mbinguni. Moto inifunike kwa jina la Yesu Kristo. Kila ambaye atakaye nitakia mema abarikiwe, na atakaye nitakia mabaya, Mungu utapambana naye mwenyewe. Nimejificha tu mimi ndani yako. Ndani yako nina luba, nina ganda la ukingo. Naamini kwamba neno lako ambalo limetoka kinywani mwangu, neno la uzima hili, utalitetea kote litapita. Kwa jina la Yesu, mioyo zibadilike, maisha ya watu igeuke, watu wakurudilia, wakutafute, walio wachanga kiroho ingawaje umri, wakomae, wazaliwe na wakomae ndani yako. Utukufu ikurudi, kwa kuwa watu wako watapenda neno, maisha yao ibadilike kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki.